Mama hapa nikataka dua yenu ilikuwa naelekea umra. Swalla ala nabi. Kwenda haji mara 3 na umra mara 4. Na inshallah taala mwezi wa 7 nitakwenda tena umra. Na inawezekana, sema inshallah. Na nyinyi nyote Allah asiwapishe ili amekwenda Maka, semeni inshallah. Islamu wa hapa ardhi ya Jaribu, mimi wasia wangu ni mmoja tu. Hasa kwa vijana wenzangu. Nimesikitika baada ya kusikia kwamba heti hapa Jaribu juzi kati kuna watoto wamekwenda kucheza hizi masuala ya dubu, wameshindania shilingi 500. Mmoja akamtia panga mwenzake akauawa mkamzika. Uongo ukweli? Kwa sababu ya shilingi 500 hapa Jaribu. Wanaitwaje? Kunaitwaje kule? Ndio Jaribu wenyewe bwana. Ndio Jaribu. Na hao ni vijana wa Kiislamu. Lakini leo imefikia pahala huu msikiti siku ya Eid leo ulijaa mpaka nje. Hao Waislamu walioswali swala ya Eid, swala dhuhuri kama hii wako wapi? Ni kwamba wamesikia adhana, hayya ala salah, hayya ala alfala, njooni katika swala, njooni katika mafanikio. Wao wakaona biashara zao, wakaona ufuta wao, wakaona kelam zao, wakaona dugu zao, wakaona kubeti kwao ni bora kuliko swala. Tuangalie leo wanaoswali na wasioswali wapi wengi? Najibuni wazee. Wasioswali kwa nini hawaswali? Na hawa hawaswali ukiwauliza wanakuambia tumeswali sana, hatuna tulichokipata katika swala. Na leo imefikia pahala wanasema afadhali yetu sisi tusioswali kuliko nyie mnaoswali. Jamanini, hakuna uafadhali kwa mtu asiyoswali na mtu anayeswali. Tuelewane vizuri Kiswahili hiki. Ndugu zangu, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budu. Lakini sisi waswaliji wa swala 5 tunaongoza kwa nongwa, tunaongoza kwa mabaya, tunaongoza kwa riba, tunaongoza kwa kutetana, tunaongozana katika fitna. Ile inna salata tanha ala al-fahsha'i wal munkar, swala ikiswaliwa inamtoa mtu katika mabaya. Mimi na yeye waswaliji wa swala 5, swala zinatutoa katika mabaya? Sijasikia nyinyi. Ukijiona wewe unaswali swala 5, baada usiku unageuka kuwapaka pilau wanga wa hapo wasikie. Najua hapa hakuna mchawi aliyoswali. Mimi ninawasema wachawi na wamudu kwa sababu wachawi wote mimi ndio mume wao. Na Mungu ajalie siku ya leo ya Eid isiishe bila kufa mchawi. Itikia amin. Amen. Wewe mzee bwana itikia amin. Amen. Kuna mzee mmoja hapa kauchuna hajaitikia dua. Wanga ni wake zangu. Wanga wote hawa tena huku pwani nasikia Khalifa sikuseni kuna wanga wanaitwa vigagula. Unaposikia mtu amekuwa kigagula maana yake huyu ni mkubwa wa wachawi shekhe. Wewe unalima ufuta, yeye alime ufuta, muda wa kuvuna mnagawana pasu. Takbir, Allahu akbar. Kuna mizee ya kichawi baadhi yao. Humuoni mzee huyo kwenda shamba, yeye akiamka anakaa katika kijiwe cha kahawa. Anacheza zile nini mnazita nini zile za kurusha zile bao. Lakini akienda nyumbani maji yamejaa, shamba lake limepaliliwa vizuri. Humuoni kwenda kumwagilizia ile dawa ya kuua majani. Wako hawapo. Wanga hawa. Wanga leo amekufisha pala wewe. Leo wewe unalima heka 7 za ufuta, unavuna nusu heka. Huku Jaribu. Na Mungu akawape la kuwapa wachawi wote wa Jaribu. Amen. Mbona amina ni ndogo au mna mpango na wachawi jamani? Katika viumbe nisiowataka mimi ni wachawi. Na wachawi sijaanza kuwakataa mimi, wachawi kaanza kuwakataa Allah. Pale Allah akasema walimshirikina fi nari jahannam khalidina fiha. Wewe kama ni mchawi sikiliza maneno haya. Motoni hautokaa siku moja. Huo moto wa Allah mchawi yoyote. Na ukisikia mtu amekuwa mchawi, huyu tayari amekula mkataba kwamba yeye aliwala walbara, yeye moja kwa moja anaingia motoni. Kwa sababu hawi mchawi lazima ape viapo 100. Unaposikia uchawi shekhe, uchawi ni kufuru. Unaposikia mchawi anamla mtoto wake aliyemzaa, habari za ukweli. Unaposikia mchawi anawanga mpaka msikitini, shekhe, hizo ni habari za ukweli. Ili uwe mchawi lazima uwape viapo 200. Moja ya kiapo cha uchawi ili uingie kwenye uchawi ni kwenda kufukua maiti iliyozikwa siku 30. Kama ni mwanaume unafukua maiti ya kiume, unafanya nayo tendo la ndoa. Swali ya Mtume.
Lakini mchawi anapataje kukosa kinyaa? Siku ya 9 umeingia kwenye chama cha kichawi, unapewa kifuu cha nazi. Ndani ya kifuu cha nazi kuna konokono na jongoo, unatakiwa utafune jongoo na konokono. Nini maana yake? Mimi na wewe tunaona kinyaa kwa sababu sio wa chawi. Mchawi anatafuna konokono na jongoo, maana yake yuko tayari kufanya lolote pasina kumwogopa Mwenyezi Mungu. Mswali Mtume. Ndio maana utakuta mtu anaswali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe ndiye tunayekuomba msaada, alafu usiku anakuwa mchawi. Cheke tu maembe tutakilia mlete. Tena unakuta mwingine ashazeeka, ashakuwa na mvi, ukimwambia sema sana, sema tha, sema ubongo, anakuambia mwa baada anaroga na msuli wake mpaka staili ya kutembea hawezi. Hii niliwahi kusema pale sehemu moja, msikiti wa Somanga, mnapajua kile Somanga pale mkono wa kulia kuna msikiti. Nikawasema sana wachawi, basi imamu akanimwambia Sharifu, tafadhali unaondoka, utatuachia mahali Sharifu. Wanga watu wabaya, Mungu awape la kuwapa. Sheikh sema amin. Amen. Waislamu hapa ujumbe wangu ninaowaachia leo, tunasherehekea siku ya Eid. Lakini siku hii ya leo, hii siku imeambatana na siku ambayo inaitwa Yaumun Nahar, siku ya kuchinja. Waislamu, leo Waislamu wengi tunapuuzia amri za Allah, tunapuuzia ibada. Kuchinja ni ibada. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Hapa tukiulizana waliochinja wanyoshe mkono. Leo hapa waliochinja, hebu tunyoshe mkono tujuane. Mimi kwangu nimechinja mbuzi 200. Una uwezo? Hebu tunyoshe, sio kwa ajili ya ria. Hapa hawazidi watu 4 waliochinja. Lakini mganga asikwambia katafute mbuzi mweupe, unamleta ulete. Tuambizane ukweli jamani. Tuache masuala nini? Mganga akikwambia wewe unarogwa, tafuta kondoo mweupe. Kama hujamtafuta unakufa, unamleta humleti. Sisi Waislamu tunapenda vya bure kitonga. Dar es Salaam mwezi wa Ramadhani wakina mama wamefuturishwa nyama ya nguruwe.